mambo ya uzee hapa. Mwambie sasa unaogopa nini? Bwana Yesu asifiwe. Kabla ya mambo yote nataka tuombe kidogo tu. Tuangalie nini Mungu atafanya. Amen. Nahisi ya kwamba kuna wale ambao walikuja tu juu ya kuja, lakini watatoka hapa Mungu anawahudumia. Watatoka hapa hawajizarau tena. Maandiko nasema Paulo akamwandikia kijana Timotheo, akamwambia pasiwe mtu atazarau ujana wako. Nikusema ya kwamba pasiwe mtu duniani atazarau ujana wako. Atakaye kuzarau Mungu atamwadhibu, Mungu atampiga. Nani anaamini ya kwamba vijana ni nguvu wafanye hivi? Ambia sasa jirani yako acha kuwa mregevu. Mwambie vijana ni nguvu. Sasa nataka ni wa challenge kidogo. Hata wale ambao hawajawahi kuomba wataomba. Ndio kwa maana usiangalie jirani yako. Wangapi wameshabatizwa watie mkono juu. Kama umeshabatizwa kwa maji mengi. Naona tuko watu wengi sana. Unajua kama mtu ameshabatizwa na kumpokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yake, ana ile uwezo wa kupokea pia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Haleluya. Na ningetamani ya kwamba Roho Mtakatifu atuongoze. Sasa mimi nahubiri na keyboards. Ningetamani sana wanisindikize na keyboards. Niliona waimbaji wafanye hivi. Kama ni wana praise, so tunawaita hivyo. Weka ni muimbaji tia tu mkono juu. Leo tutaongea kwa ajili ya vijana, tutachanga wana praise sisi wote. Nikusema kwamba tutachanga vyote, tuangalie Mungu atafanya. Nani anaamini mambo ya roho afanye hivi? Rakata ya bashete. Kuna vitu Mungu anataka afanye muda huu, na ningetamani kabla tujaingia kwenye mafundisho mafupi tu lakini yenye uwezo, yenye nguvu, na itabadilisha maisha yako. Ndio kwa maana usiangalie jirani yako hawezi kusaidia kitu. Ukimuuliza pale jirani yako hana hata shilingi, lakini huyu Yesu ambaye tunataka kumuomba ana uwezo kutupa pesa, ana uwezo wa kutupa shilingi. Kuna wale watasikia nguvu za Roho Mtakatifu kabla hata hatujaanza kuhubiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu utamwangalia Yesu. Sikiliza nikuambie kijana mwenzangu, Yesu aliposhuka hapa duniani akuja mzee, kwa maana angekuja mzee angekubalika. Yesu maandiko yanasema kwa miaka 30 alikuwa angali kijana sana, alifanya mambo makubwa ndugu yangu. Maandiko yanasema alikuwa na miaka 12, ila alikuwa anaikaa na wazee na anafunza wazee. Wazee wanajiuliza huyu kijana anatosha wapi huu ufahamu? Na kuhakikishia kwamba utakapotoka hapa hata wazee watakushangaa, kwa sababu vitu ambavyo utaanza kuvifanya itakuwa vitu vikubwa sana. Kuna mtu anaamini ile, kuna mtu anaamini kisha kutoka hapa ataanza ikaa na watu wazima, watakuita, watasema ule kijana ana akili, ana mambo ya kusaidia watu. Ndio kwa maana pale kwenye huko utapandisha sauti yako, tia mikono yako miwili juu, ambia Mungu nataka unisaidie. Kwa dakika hizi ambazo tutafanya hapa, nataka unisaidie. Usiangalie jirani yako tafadhali. Usiangalie jirani yako. Anayeongea na wewe ni kijana kama wewe. Taka sana Mungu akuhudumie. Taka sana Mungu aseme na wewe. Rakata ya baba shedele braide gosh. Rakombra de gosh shakata ya baba. Ambia baba niko hapa. Ambia baba niko hapa. Tunasikiaka wazee wanaongea lugha, tunasikiaka wamama wanaongea lugha, lakini na sisi vijana tukimwamini Yesu tunaweza kujazwa Roho Mtakatifu. Acha nikuambie ndugu yangu, unapoongea lugha kitu kizuri sana, wenzako vijana watakuheshimu, wenzako vijana watakuogopa. Kuna vijana Mungu anataka kuwaongeza hapa ngazi. Kuna vijana Mungu anataka kuwainua hapa. Kwa maana tulifanya conference hii ili Bwana kuinue, Ni conference yenye maturity kubwa. Utakapoenda shuleni watakuheshimu. Utakapoenda university watakuheshimu. Watasema tuko sote vijana, lakini kijana huyu ana neema.
Ninaona kuna watu wanaingia kabisa. Naona kuna wale wanaanza kuomba, kuna wale wanaanza kuomba, kuna wale wanaanza kuomba. Ndugu chako kunaongeza keyboards na nasikia watu wako naomba. Rabababa shedele brairego. Hata wewe mwenye praise anza kuomba, anza kuomba. Ambia Baba, niko hapa. Hakuna kitu uwe mwimbaji na uko kijana. Maandiko nasema muda umefika ambapo waabudiwa halisi watamwabudu Bwana kwa roho na kweli. Waabudiwa halisi nikagundua ni wale vijana ambao walimkubali Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Rababa shedele brairego shakataya baba ramandele brairego rikombra kataya rababa shekete rakombrego. Naona watu wanaomba, naona watu wanaomba, naona watu wanaelewa. Kuna wale watajazwa Roho Mtakatifu, kuna wale wana neema ya kuhubiri kwenye vijana hapa, kuna wale wana neema ya kutabiri. Inabidi ujielewe tu, inabidi ujielewe tu. Wenzako shuleni wataanza kukuogopa, kwa maana watakapopanga vitu vibaya kwako, watakutana tayari una nguvu za Roho, watakutana tayari una nguvu za Roho. Sunaona watu wanaanza kuomba, sunaona watu wanaelewa. Naona wengine machozi na watoka na kuna vijana Bwana nenda kuinua hapa, kuna vijana Bwana nenda kuinua. Kama mimi ni kijana na Bwana akaniinua, na wewe anaweza kukuinua, na wewe anaweza kuweka mbali. Anza omba, ambia Baba, niko hapa. Ningetamani ya kwamba nione watu wanaomba. Kuna wale watasikia nguvu inawashika, kuna wale watasikia nguvu inawashika. Raba sheketele brairegos raba baba. Mungu akubariki kijana mwenzangu, Mungu akubariki dada yangu uliye hapa. Ndio, tutavaa vizuri sana na tutaomba sana, tutavaa vizuri sana na tutahubiri sana. Kusikue mtu atakusarau, uko mtu wa samani. Vijana wa dunia hawana samani hiyo zaidi yako, vijana wa ulimwengu hawana samani zaidi yako. Wewe una samani, una samani. Rakata ya baba 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 rebo sheketele braidegos araba baba baba. Kuna wale hawajai kuongea lugha, lakini leo Bwana atawajaza nguvu za Roho Mtakatifu. Kuna wale wanataka sikia nguvu, kuna wale wanataka sikia Roho Mtakatifu. Kila yeyote atasikia melody hiyo, kila yeyote atasikia melody hiyo yenye iko nalia kwenye keyboards. Kuna wale watasikia inaingia ndani ya masikio, watasikia kiu ya maombi inaingia. Watasikia kiu inaingia, watasikia kiu inaingia. Naona kuna vijana wenzangu wako naomba, naona kuna vijana wenzangu ambao wanaelewa. Weka mkono wako juu, Bwana kuhudumie. Kuna wale Mungu anataka kugusa, kuna wale wa Mungu anataka kugusa, kuna wale watasikia machozi na watoka. Jua Bwana iko na kuhudumia, jua Bwana iko na kuhudumia, jua Bwana iko na kuhudumia, jua Bwana iko na kuhudumia. Maandiko yanasema katika Yoeli 2:28, maandiko yanasema kisha hapo baadaye nitamimina roho yangu juu ya binadamu wote, watoto wenu wa kike na wa kiume watatabiri. Kuna wadada ambao roho inataka kuangukia hapa, kuna watoto wa kike ambao roho inataka kumwangikia hapa. Kuna wale watatabiri, kuna wale wataona maono, kuna wale Bwana atawaingiza kwenye viwango vikubwa. Shakata ya baba. Unasikia kisi ni vizuri, unasikia Ariamandele broshe yamandele bosekete ya baba shedele bandele braire goshe yamande ria baba shekete le braire goshe yamandele ha rababo shekete yamande
riama kayabashe ab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 a yamandelebраирего riabo shakata ya baba. Kuna watu watainuliwa hapa, kuna watu Mungu atawainua hapa. Naona hata wanyakwaya, naona hata wana praise, naona kuna neema inashuka kwao, kuna neema inashuka kwao, kuna neema inashuka kwao, kuna neema inashuka kwao, neema kujulikana, neema ya kuendelea mbali, neema ya kufanya vitu vikubwa. Rababababababababa shedele brairegos riamanda rababo sheketele rabababa. Vijana ni nguvu, vijana ni nguvu. Mpaka watu wako nje wajue kuna vijana ambao wanajua kuomba. Wazee wanaweza kuchoka, lakini sisi vijana hatuchoke, kwa maana vijana ni nguvu. Anza piga mikono yako na huko naomba, ambia Baba nijaze nguvu yako, ambia Baba Eriaba sheketele brairegos rakombra dego rikombra idagashata. Bwana tusaidie sisi vijana, ututie nguvu, ututie nguvu. Naona kuna vijana wako naomba sasa kama mimi. Kuna wale wanaelewa, 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 kuna wale wanaelewa. Mungu akubariki dada yangu, Mungu abariki kaka yangu. Kuna watu Mungu anaenda kuwajaza nguvu, nguvu ya Roho Mtakatifu. Kuna wale wajawahi kumsikia Mungu, watamsikia asubuhi, watamsikia asubuhi, kwa maana Bwana iko hapa, kwa maana Bwana iko natuhudumia. Naona wengine wachozi naanza kuwatoka, wanasikia nguvu za Roho. Usiangalie jirani yako, usiangalie jirani yako. Acha nikuambie kijana mwenzangu, kati ya vitu na vipenda katika huduma, napenda maombi sana, napenda kumtafuta Mungu sana. Maombi ina nguvu, maombi ya vijana ina nguvu, maombi ya vijana ina nguvu. Usiombe kama mzee, usiombe kama mzee. Hakikisha ya kwamba jirani yako iko nasikia sauti yako. Singetamani nione unaikaa, wazenjo wanastahili kuikaa. Kama we ni mzee baki na ikaa, lakini kama we ni kijana utasimama, utatembea huko naomba, unamwambia Bwana tusaidie. Uamsho wa vijana inakuja, uamsho wa vijana inakuja. Rakata ya baba baba shedele praide gosh iramanda rababa baba sheketele praide gosh. Asante Yesu. Nataka kusabia saa 1 mpaka 3 tutashangilia, kisha tusikie mafundisho. Nasikia nguvu za Bwana ziko hapa. Kuna watu hapa baba, kuna watu watatabiri hapa. Kwa hawa vijana hatutakuwa na haja ya wageni wa nabii. Kuna watu watatabiri hapa, hasa kwa wana praise. Naona neema kubwa kwa waimbaji, niko naona neema kubwa kwa waimbaji. Rakombra takatalia mande rabababashete. Maandiko yanasema Paulo akamweka ndani ya gereza, akaanza kuabudu, milango ya gereza ikafunguka. Nilitaka kuambia wanapreza ambao wako hapa, kuna neema itashuka kwa waimbaji hapa, kuna neema itashuka kwa vijana hapa. Mungu ataweka nguvu ndani ya mikono yako, Mungu atatuweka nguvu ndani ya miguu yako, na utakuwa tena mtu wa kawaida. Na sabia 1 na sabia 2, niko kwa 3. Piga makofi yako, kamata dakika 3 uko na shangilia. Piga vigelegele zaidi ya vijana ambao wanapenda Yanga. Shangilia zaidi, shangilia zaidi ya vijana ambao wanapenda mpira. Kuna mtu anaweza piga vigelegele? Kuna vijana wa nguvu washangilie hapa. Kama kuna kitu nasikia, piga shangwe. Wow, 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 wow. Thank you Jesus. Kamata nafasi yako. Kama kuna kijana ambaye amesikia kitu afanye hivi. Si unasikia kitu? Ni mzee njoo na kuongelesha, si hapana. Ni kijana kama wewe. Ambia jirani yako, kisha hapa ndakuwa nabii mkubwa. Gusa jirani yako. Umekisha hapa, mwambie hatutapata watapeli tena. Sema amen. Unajua watapeli watakapokuja kanisani watakutana vijana wana nguvu, si ndio? Utaambia baba ule nabii ni mwongo ule, kwa sababu Mungu atakuwa amesha kuweka Roho Mtakatifu.
ya kutambua wa kweli na wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza sema amen. Namshukuru Mungu kuwa hapa. Kwa wale ambao wanifamie, ni Prophet Shalom Bya Mungu, natokea Kongo, lakini nafanya kazi zangu sana Burundi, Bujumbura, ni pale tuko, na namshukuru Mungu kuwa hapa, ni neema kubwa. Amen. Niliposikia kwamba tutaongea na wenzangu vijana, nikasema Mungu apewe sifa, kwa sababu vijana nitawa challenge ili Mungu apate kuwa pamoja na ninyi na wahudumie kwenye viwango vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu anaamini aseme amen. Biliona wamenitumia afish, niko wanaandika Yeremia. Tusome kitabu ya Yeremia 29:11 mpaka 14. Yeremia 29:11 mpaka 14. Maandiko yanasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia nyinyi, asema Bwana, nina mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za baadaye. Tuache kwa ile 11. Tumalize na Yoeli 2:28. Yoeli 2:28. Hata itakuwa baadaye hayo ya kwamba nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu wa kiume na wa kike watatabiri. Biblia inasema wana wenu wa kike na wa kiume watafanya nini? Watafanya nini? Watatabiri. Wazee wenu watafanya nini? Wataota ndoto. Sema wazee wataota ndoto. Na vijana wenu wataona maono. Sema vijana wataona maono. Sema vijana wataona maono. Ila tatizo ya leo wazee wanaona maono, vijana wanaota ndoto. Unaanza jikuta inafanya nini? Kwa sababu kijana ambaye ana maono anakuwa mtu mwenye nguvu, si ndio? Anakuwa mtu mwenye kuelewa vitu haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana kanisa ambayo ina vijana ni kanisa yenye uamsho kubwa, kwa maana vijana wana maono wa kuleta uamsho kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wazee wetu kama baba wao ni kuota tu ndoto na kutupa mashauri. Nikusema wanaona vijana gisi tunaenda, wanatupa nini? Mashauri. Lakini maono makubwa ya kufanya kanisa iendelee haitoke kwa wazee, inatoka kunani? Kwa wa vijana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kwa maana kwa siku 2 hizi tutafanya hapa, ninaamini ya kwamba utakapotoka hapa utapata maono makubwa ya kufanya kanisa letu liendelee. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutachunga wamama waalike watu, sisi vijana tutaanza alika watu, si ndio? Tutasema hatutafanya ibada ya watu hawajae. Sisi vijana tutaanza enda mitaani, nafasi kuleta watu, kwa maana tuna maono makubwa. Kama kuna mtu anaamini aseme amen. Tuko tayari tuanze sasa. Nilisikia wananiambia kuna mkongomani mwenzangu, iko wapi? Afanye hivi. Habari? Salama. Uko vizuri? Nadhani unajisikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Ukiuliza ule kijana wa kwetu si vijana wanahubiri sana. Vijana wanahubiri sana Kongo. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu tulielewa. Lakini ilijikuta huku kwetu Kenya tunachia wazee kazi. Inabidi sasa wazee waanze ota ndoto kule ofisini, na sisi vijana tuko hapa tunahubiri, tuko hapa tunaongoza maibada. Mzee kula atakuwa tuko naangalia vijana anaanza kutusupport. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wazee hawatatusupport kama hatuna maono.
utatuona tu wajinga. Ambia jirani yako, kuanzia leo wazee watatusapoti, kwa sababu tutakuwa na maono makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitaanza kwa kusema hivi. Kuna aina mbili ya kuongea lugha. Sema lugha. Kuna aina mbili ya kuongea lugha. Na sisi kama vijana ambao tunajiita vijana wa Kristo, inatubidi tuelewe vitu vya roho, kwa maana tukivielewa vitatufanya tuwe watu wakubwa, vitatufanya tusimame na watu wazima. Bwana Yesu asifiwe. Sasa jua kuna aina mbili ya kuongea lugha, ama kuna aina mbili ya lugha. Aina ya kwanza kwa Kigiriki wanaita xenoglosi. Kwa Kigiriki inaitwa xenoglosi, andika tu hivyo hivyo. Na aina ya pili kwa Kigiriki inaitwa glosolali. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwanza inaitwa xenoglosi, ya pili inaitwa glosolali. Bwana Yesu asifiwe. Sema amen aniongee sasa. Sema amen aniongee sasa. Sasa maandiko yanasema katika Matendo ya Mitume 2, mama mchungaji, Yesu akaambia wa mitume, mimi napanda, lakini ninyi mwende katika chumba mkangoje pale siku 10, nitawashushia Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema walipoingia pale, Roho Mtakatifu akashuka. Roho Mtakatifu aliposhuka, dada, maandiko yanasema wakaanza ongea kwa lugha. Sema kuongea kwa lugha. Walipoanza kuongea kwa lugha, maandiko inaniambia, niangalie huko mbele, maandiko inaniambia walipoanza kuongea kwa lugha, watu ambao walikuwa nje wakawasikia wako naongea lugha zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen. Niko nakupeleka eneo, tuko naelewana. Maandiko nasema, ndugu yangu, wakaanza kuongea lugha. Watu ambao walikuwa nje wakawasikia, wakasema, bona hawa jamani Wayahudi, unaelewa kwa nini wako naongea lugha zetu? Ni kusema wakati Roho Mtakatifu alishuka, wa mitume walianza kuongea lugha ambazo watu wa karibu yao walisikia. Sema amen. Sema amen. Nilitaka nikuambie, muda wa Bwana umefika. Kuna lugha we kijana utaongea mpaka wazee wataikaa, watataka wakusikilize, kwa maana haitakuwa lugha ya binadamu, itakuwa lugha ya Roho. Kuna kijana anaweza sema amen hapa. Siku nyingi ulizaraulika kijana, ulikuwa hauna thamani mbele ya watu, ulikuwa ukiongea wanaona hauna nini, hauna thamani. Lakini muda wa Bwana umefika ambapo Roho Mtakatifu itaanguka kwa vijana, na kuna lugha ambazo tutaziongea, watu watatushangaa, watasema bona ni kijana mdogo, lakini vitu ambavyo kunaongea ni vitu vikubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ile ndo mwanzo ya uamsho wa vijana. Kuna mtu anaweza sema amen. Sasa sikilize, wakasema bona hawa jamaa wako naongea lugha ambazo ni lugha zetu. Ni pale Kiswahili ambao unaongea ilianzia, ni pale Kifaransa ambao mimi naongea ilianzia, unaelewa? Ni pale Kiingereza ambao tunaongea inafanya nini, inaanzia. Lakini Paulo akakuja akamsema, muda wa Bwana umefika ambapo tunapoongea lugha hatutaongea na wanadamu, lakini tutaongea na Mungu.
Kuna mtu anaweza sema amen. Ulikuwa aueleweke kama kijana kwa sababu ulikuwa unaongea kwa lugha ya wanadamu. Kuna mtu ananielewa? Lakini muda wa Bwana umefika, pale ambapo Roho Mtakatifu itatuangukia sisi vijana, tutaongea lugha ambayo Mungu ataisikiliza na ataielewa, na itafanya kwamba binadamu hapa chini wapate pia kutuelewa. Kwa sababu miaka nyingi sana watu walielewa tu wazee, vijana wa kueleweka. Lakini Roho Mtakatifu inapotujaza vijana, tutakapokuwa naongea, watu watatuelewa na watatuheshimu. Ndio kwa maana piga kifua chako useme sitajidharau. Sema niko mtu wa samani. Kuna mtu anaelewa ile? Sasa tatizo yako unaongea tu Kiswahili na shetani anasikiaga Kiswahili. Niko nasaidia mtu hapo. Tuko kwenye conference, tusaidiane. Tatizo yako tunaongea tu Kifaransa na shetani anasikilizaka Kifaransa. Wa Kenya si tunaongea Kiingereza, shetani anasikiaka Kiingereza. Lakini kuko lugha ambayo shetani hawezi kuisikia, na ni lugha ambaye Roho Mtakatifu alitujaza sisi vijana. Ndio kwa maana utakapopokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako na kuacha dunia na kujiweka kwa Yesu, kuna lugha ambayo Mungu ataweka ndani mwako. Utakapoongea ile lugha, pesa itakutafuta. Utakapoongea ile lugha, ndoa itakutafuta. Utakapoongea ile lugha, kazi itakutafuta. Sijui naongea na kijana gani, lakini leo Bwana atatujaza Roho Mtakatifu na tutaongea lugha ya kwetu mbinguni, na itatufanya tuheshimike. Ulikuwa uheshimike na manga, ulikuwa uheshimike kwa jamii yako, pengine ulikuwa uheshimike kanisani kwako, lakini utakapoongea ile lugha utaanza kuheshimika. Ni pale utaona baba yetu atapanga tena wazee, ataanza kutupanga vijana, kwa sababu Bwana alitujaza Roho Mtakatifu. Kuna mtu anaweza sema amen hapo? Acha nikupe mfano wangu. Si mimi ni kijana, mbona ninashimama hapa niko na ubiri? Unaelewa? Nilijazwa nguvu za, nikaongea lugha ya kwetu mbinguni, ikafanya wazee watukubali. Na wewe ni hivyo utakubalika. Nasema na wewe ni hivyo utakubalika. Nasema na wewe ni hivyo utakubalika. Utakapojazwa Roho Mtakatifu, utaanza ubiri, utaanza tabiri, utaanza imba na watu wanakuheshimu. Ni pale utaenda university, maadui watataka wakufanyie machangamoto. Suko kijana, lakini unaokoka, utaanza ongea lugha ya kwetu, raconte le braille de gauche. Vijana wenzako shuleni watakuheshimu. Hata una pesa, hata uvae vizuri, Mungu atakuweka kwa namba 1. Ndio kwa maana ambia jirani yako, usipokuwa na Yesu uko mtu bure sana. Mwambie kuanzia leo nitatembea na Yesu ili maisha yangu ipate kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu amenielewa mpaka pale, ashangilie Yesu. Haleluya. Haleluya. Atakuona praise. Kuna nyimbo zingine tukiimba kwa Kiswahili watu hawataelewa. Tukiimba kwa Kiingereza watu hawataelewa. Kuna lugha zingine ambazo ziko chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Ni pale Paulo anaongea kwa lugha, aongea na wanadamu, anaongea na Mungu. Ndio kwa maana utakuwa uko napiga keyboard, pandisha kidogo, utakuwa auimbe Kiswahili lakini uko naimba lugha ya kwetu, racombre de gauche, racumbra cantalia monde, rakataya baba sheketele, riamante le braille de gauche. Utakapokuwa umejazwa Roho Mtakatifu, sikiliza nikuambie, kuongea lugha ya mbinguni ni tamu kuzidia chakula.
Ni kwa sababu haujajazwa Roho Mtakatifu, ndio kwa maana uko unaniangalia kama mtu anayelala. Lakini watu ambao wameshajazwa Roho Mtakatifu hawatajidharau. Paulo akamwambia Timotheo, pasiwe mtu atadharau ujana wako, kwa maana alijua Mungu ambaye alimupatia Timotheo. Na mimi asubuhi ya leo, jioni ya leo, ninakupatia Yesu Kristo, ili popote utafika pasiwe mtu atadharau ujana wako. Kuna mtu anaweza sema amen hapa? Kuna mtu anaweza sema amen hapa? Ambia jirani yako, ndahubiri sana. Ambia ndahubiri sana. Ndugu yangu, watu watatuheshimu. Nakwambia watu watatuheshimu. Tutahubiri, wa baba watasema amina, tutahubiri, wa mama watasema amina. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tunaishi, lakini ni Yesu Kristo anaishi ndani mwetu. Hata uwe binti nzuri, kama una Roho Mtakatifu uko mbaya sana. Tuongee kama vijana. Baba niruhusu, vijana mwenzangu, niangalie. Mimi ni kijana mbaya na sura mbaya, dada na sura mbaya. Nikienda tongoza sindakubalika. Navaa vibaya, dada navaa vibaya, siniko Unajua kwa nini unaniona hivyo? Sina pesa, sina kitu. Unajua kwa nini unaniona vile? Roho Mtakatifu. Kuna wale hapa wanazae jamaa na hela, hakuna, sina hata senti ya mujane, lakini Roho Mtakatifu ananitengeneza. Roho Mtakatifu, unaona, ananitengeneza. Nikusema nikifika university watu wataniheshimu hata sina pesa. Unasikia dada? Ukienda sokoni watu watakuheshimu hata hauna kitu. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu una Roho Mtakatifu. Ndio kwa maana wasidharau vijana ambao wana Roho Mtakatifu. Sema amen. Hata uwe nzuri kama una Roho Mtakatifu uko bure. Unaona wengine vijana anakuja kanisani, anajishika, unadhani ni mtu wa samani, kumbe hauna hata samani. Lakini kama una Roho Mtakatifu una samani. Vijana wa dunia watatuheshimu sisi vijana ambao tunaokoka. Kuna kijana anaweza sema amen hapa? Kuna kijana anaweza sema amen hapa? Ndugu yangu, nipe 5. Watu watatuheshimu kwa sababu tuko vijana wenye samani. Haleluya! Angalia, kuna mahali tutafika, hatutaogopa watapeli. Hatakuja na mambo yake, kwa sababu una Roho Mtakatifu. Utaanza mwambia maisha yake, unamwambia ukoka, atakuangalia, mbona usi mzee ni kijana. Unasikia kisi ni vizuri sana. Ujue mambo ya kesho leo na uko kijana, utakuwa mtu mkubwa sana. Na ile yote ni kupokea Yesu kuwa Bwana wa Mwokozi. Sema amen. Ila una vijana wengine wanajaribu tu, ana sura kama mbao, aokoke na Yesu. Angalia, ukiwa kwa Yesu utaheshimika. Ukiwa kwa Yesu utaenda mahali. Si niko Kenya? Niko Kenya? Wala niko Kongo? Si niko Kenya? Dada, si niko Kenya? Huko hata nakula vizuri zaidi yangu. Si mimi ni kijana, niko naikala na wazee. Unajua kwa sababu gani? Roho Mtakatifu. Na ni hivyo na sisi tutaheshimika. Kusikue mtu atakudanganya. Kusikue mtu atakudanganya. Niendelee nisiendelee? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza shangilia kwanza ile jambo ya kwanza. Piga makofi vizuri. Nasikia nguvu za Roho hapa. Kuna mtu anaweza shangilia vizuri. Ndio kwa maana kuna vitu vingine tusisumbu. Wazee wanazeeka, tuache watulie, vijana tutumike. Kwa drums, angalia, kwanza baba, nitatamani kesho nipate muda wa kuikaa hata pale. Mimi siko tu mhubiri. Unaelewa? Uko kijana, auokoke, hauna Mungu, au iwe kitu, au na masomo au usomi, utakufa mapema. Ni masifa tu. Ni kujifanya fanya tu. Sikiliza kijana.
ukiokoka unapatia Yesu maisha yako, ukiingia kwa drums unapiga, watu watakuheshimu. Si kijana mwenzangu yuko napiga keyboard, baba, watu watakuheshimu. Kwa sababu gani? Yani mzee aone vijana, sisi ndio tuko washemasi, sisi ndio wakuleta watu, yani sisi ndio wakupiga music, sisi ndio tuko kwenye press. Kanisa itafika mbali kwa sababu tuko na maono. Nasema tuko na maono. Sema amen. Mimi niko kijana lakini nasimamia kanisa ya watu wengi sana. Baba alinisikia nilikuwa ongea leo kwa simu, na wamama wananiheshimu. Niko kijana. Tunapokuja kanisani wenzangu vijana, tunapoingia tunaingia na heshima yote. Wababa wanatuangalia, watu wanakuwa na vijana. Nikichukua microphone watu wananiogopa. Kumbe siko mzee, mimi ni kijana. Nilipokea Yesu akanipa maono, nikafanya vitu vikubwa. Na wewe kisha semina hii kuwa mtu mkubwa kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Na kutabiria utahubiri sana kwa jina la Yesu. Utaombea watu watapona kwa jina la Yesu. Sema amen. Mimi nafika Tanzania, mzee, makao makuu ya Askofu Eliudi, niko pale. Anipeleka kunywa kahawa, naona wazee. Nikaangalia, nasema Yesu nisaidie. Ulisema wazee wataota ndoto, vijana maono. Baba, najua kanisa ya askofu ni ya watu mia, watu wengi. Yani unaweza kuwa madhabahuni au utaona hata mlango kule, watu wengi. Mimi nachungulia, naona watu ni wengi. Sasa Mungu wangu, leo ujana wangu unapata shida. Angalia, wazee wakanikaribisha. Baba, nimefikia ya pale wanaita New York. Unaona kama wameniheshimu. Hawakunipeleka kwa wanafunzi New York. Niliingia pale. Mimi nafika pale, nasema asante Yesu, wananiheshimu lakini heshimu ujana wangu pia. Ulisema hakuna mtu atadharau ujana. Baba, mimi naingia kanisani, wananipa microphone nihubiri. Nikasikia kitu inaniambia, onesha wazee ya kwamba vijana tuna nguvu. Unaona? Unaelewa? Baba, nilihubiri. Mungu aligusa watu, lakini njeko na hubiri. Wazee wakasema hapana, utahubiri na jioni. Jioni nikapiga neno. Wazee wakaniangalia wakasema, mbona huyu kijana ana akili, alitoa hivi vitu wapi? Nikasema, mzee, mtaota ndoto, tutaona maono. Niliona maono. Ndio kwa maana kuja si Jumapili, watu ni wengi. Kuja Jumapili kuna vitu ndaongea kijana, lakini wazee watajiuliza amevitoa wapi? Angalia, vijana tuna akili. Gusa hapa, sema tuna akili. Kama unakunywa pombe maki hauna akili. Ukivuta bangi hauna akili. Lakini ukijua maandiko, wale vijana ambao haokoki wanapokuja pale wanakukuta unakaa vizuri na maandiko. Utamwambia tulia. Leo wanadanganya hawa dada. Unaona wanabii wa uongo wanawadanganya. Na wengine wanafanya vitu vibaya. Dada anakuja, nabii anamdanganya. Nabii unampa hela, anaharibisha maisha yako. Lakini kuna wanabii watapeli watakapokuja, wanakutana vijana wa kanisa hii, tuko strong, tuko na maandiko. Unaona? Anatapoanza vitu vyake, ambia tulia. Unajua nabii watapeli akija kanisani, anapokuta hata kijana iko naongoza ibada, ila anaongoza na spiriti kubwa, hata hubiri. Nimekuja fasi ya moto. Lakini tunadanganyika kwa sababu gani? Tunaacha Yesu, tunaingia mambo ya dunia. Na ninakuhakikishia kudunia hakuna kitu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaendelea polepole. Sasa kuna aina 3 ya vijana. Sema aina 3 ya vijana. Aina ya kwanza ya vijana ni vijana wa dunia. Sema vijana wa dunia. Aina ya pili ya vijana ni vijana ambao hawaeleweki. Sema vijana ambao hawaeleweki. Mbona uko unasema kama mzee vijana? Sema saa kijana. Sema vijana ambao hawaeleweki. Na aina ya 3 dada ni vijana wa Kristo. Sema vijana wa Kristo. Sema amen. Ni kuchallenge sasa. Vijana wa dunia ni vijana ambao tunapasha kudharau. Sema kudharau.
Huku Tanzania sikuna vijana wanaimba music ya hiyo music hiyo ya kidunia hiyo. Sikuna vijana kama wale. Kwa nini unawafuatilia? Wale ni vijana wa kudharau sana. Unajua kwa sababu gani? Kwa sababu hawana Yesu. Lakini vijana wa leo unawaheshimu. Akija na manga apige concert, unaenda iba taila nyumbani uende kumfuata. Hauna akili. Sema amena nikusaidie. Sema amena nikusaidie. Vijana wa dunia ni wale vijana ambao walimkataa Yesu. Walisema Yesu atoke aende mbali. Vijana wa dunia ndio vijana ambao unawakuta kwa Freemason. Unaelewa? Vijana wa dunia ni vijana ambao wanafanya vitu ya Illuminati, vitu ya waganga wa kienyeji na vingine. Wale ni vijana wa kudharau sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna ile aina ya pili ya vijana, ni vijana ambao hawaeleweki. Unaona mguu mmoja uko kanisani, mguu mwingine, unaelewa? Si unaona hapa hivi, uko mpole sana. Lakini ukiwa kwa mitaani kule, wewe ndo wakuchamba watu. Nikusema kanisani uko mpole, ila duniani uko kwa mambo mengi. Na wako hapa hivi, si niko nabii, niko naona wako hapa, hautanidanganya. Uko mpole sana, unajifanya kama Mkristo. Hapana. Lakini ukienda kwa dunia unakunywa pombe, kanisani ukija unakunywa maji. Unaelewa? Kuna kijana tu nikiuliza hapa, una mahusiano? Ataniambia sina. Lakini ukienda nje, onjo wa kujionyesha mimi na mahusiano makubwa. Wale ni vijana wa kudharau. Kuna wale sasa ambao ni vijana wa Kristo. Sema wa Kristo. Sema wa Kristo. Acha nikwambie, hakuna kitu shetani ameshaumba. Kila kitu shetani anafanya alikopi eneo fulani. Na kusema ya kwamba kila kitu ya original iko njoo kwa Yesu. Njoo kwa maana dada yangu, vaa vizuri sana ili vijana wa dunia wapate kukukopi. Sijui kama watu wako wananisikiliza. Kuna vijana wanaume wafanya hivi hapa, fanya hivi. Huko mwanaume, unaelewa? Kijana wa dume, mwanaume wa kiume, fanya hivi. Wandugu zangu, tuvale sana ili wale wa jamaa ambao waokoki watufuatilie. Nikusema kama ni kutengeneza kichwa vizuri. Baba tunapotembea na manga waniangalia waseme huyu kijana Mkristo, lakini ona gisi anavaa vizuri. Ni pale watu watatufuatilia. Lakini leo sisi vijana wa Kristo tunaanza fuatilia vijana wa nje kwa sababu tunajidharau. Lakini tukijiona watu wa samani, vijana wa nje watatukopi. Sema amen. Nasema watatukopi. Baba acha niambia hawa jamaa, mimi Burundi kanisani kwangu niko kati ya watu ambao wanaheshimu kwa kuvaa. Kanisa mwangu ukuje ministry yetu, unakuja wewe auvae vizuri, watu wanaambiana twende kule, wale wa jamaa wanavaa sana. Tunaambia watu hawatatuheshimu tu kwa roho, watatuheshimu kwa mwili, kwa sababu anayepeleka Yesu inabidi aheshimike. Sio kama unanielewa? Ila wadada wa leo, unaangalia wale wadada wa dunia gisi wanavaa, naona enda kopi. Hapana. Vaa vizuri, jisitiri vizuri, ili utakapotembea wale wadada wa nje wapate fatilia na wakuheshimu. Ila kuna vijana wako hapa, mimi sitaenda kanisani, mimi sitaenda kwa kwaya, sijue mimi sitahubiri. Wanatuambia hivi. Hapana, acha nikuambie baba, vitu ya origin vinatoka kwa vijana wa Kristo. Tunapasha tengeneza matelefoni, vitu vizuri. Lakini watu wa dunia wanaifanya kwa sababu sisi tunajidharau, tunajiona hatuna samani. Mimi ni mhubiri, lakini pia niko mfanya biashara. Na mimi naambia watu, mimi ni kijana wa Yesu. Nasema mimi ni kijana wa Yesu. Lakini nyinyi vijana wa leo, unaangalia wakina Fali kule kwetu Kongo, si mnajua? Si mnawajua? Wakina Fali Ipupa, unaangalia, unaenda kopi. Dada, si unajua Fali ana ndevu kama mimi ana. Sasa bona mimi ni mzuri zaidi yake? Unashindwa kopi vijana wa Kristo,
unakopi vijana wa dunia, na ni ile inafanya vijana wa leo wasifike mbali, inatufanya tushindwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni pale Yeremia Mungu anamwambia nina mipango mazuri na wewe. Bwana ana mipango mazuri na sisi vijana hapa Kenya, lakini tatizo tunajidharau, tunaona kama hatuna thamani. Ukitafuta vijana ambao watakati ni kanisani, ukitafuta vijana ambao wako sijue namna gani ni kanisani, lakini inabidi watu wa nje watakapopita tu hapa juu waseme kanisa pale kwa Pastor Joel kuna vijana wanavaa, kuna vijana wanaomba, kuna vijana wanahubiri, watu watatuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Paulo akamwambia Timotheo, kusikua mtu atadharau ujana wako, lakini Timotheo, kitu itatuma wasidharau ujana wako, ya kwanza maisha ya utakaso. Gusa jirani yako, mwambie maisha ya utakaso. Agusa mwambie maisha ya utakaso. Sema maisha ya utakaso. Kitu ambayo inaharibu vijana leo, ninafanya wasiendelee, tunafanya dhambi sana. Nasema dhambi sana. Baba, acha niongee kama kijana, nisaidie wenzangu. Bwana Yesu asifiwe. Baba, si ulisema mimi ni mzuri? Si ulisema usoni niko sawa? Si ndio? Mimi hapana wewe. Si ulisema mimi niko sawa? Na wewe jisifie. Si mimi niko kwa Yesu. Si wewe ni mzuri sana. Mimi, sikilizani vijana wenzangu, mimi siko kwa mambo ya wanawake. Hata baba yangu muda mwingine anatuma watu waulize ule ni mwanaume si mwanaume. Kwa sababu gani? Ninapokuwa na Yesu najisifia Yesu. Najua nikitaka nitapata binti nzuri na nitamuoa na tunafanya maisha mazuri. Lakini nyinyi vijana wa leo, kwa sababu hamuna Yesu, ndio kwa maana hata kukubalika na wanaume wazuri hamuna. Ila dada, ukijiweka kwa Yesu, dada yangu, Mungu ataleta mwanaume toka Marekani, atakuja kukutafuta. Kwa sababu gani? Uko kwa Yesu. Unanisikiliza? Kwa sababu gani? Uko kwa Yesu. Ukiishi maisha ya utakaso, maandiko yanasema tafuta kwanza ufalme wa mbingu, mengine utaipata baadaye. Dadangu, ukijiweka kwa Yesu, hautatafuta ndoa, ndoa itakutafuta, kwa sababu uko kwa Yesu. Kuna mtu ananielewa? Kijana uko hapa, unataka upate kuwa mtu mkubwa shuleni, wa kuheshimu. Ishi maisha ya utakaso, itafanya watu wa kuheshimu. Lakini vijana wa leo, Yesu tu akisema nifungue macho hapa nianze ongea, utajikuta wengine walizini juzi, wengine mwaka jana, na ile nafanya wazee wasituamini, kwa sababu vijana tunajiweka kwenye maisha ya dhambi sana. Dadangu, ishi maisha ya utakaso. Usitike mtu achezeshe ujana wako. Kuna mtu ananielewa? Usitike mtu achezeshe ujana wako. Unaona watoto wadogo, huko na umri kama 12, sijui 15, basi mamako umsikie tena, baba umsikie tena. Lakini kijana mwenzangu, ukiishi maisha ya utakaso, Mungu atakuinua. Nakwambia Mungu atakuinua. Mungu atakufanya kuwa mtu mkubwa. Utaikana na watu wa thamani sana. Gusa jirani yako, mwambie tuishi utakaso. Mwambie tuishi utakaso. Usikubali kuwa na makampani ama marafiki ambao hawaokoke, ambao hawana Yesu Kristo. Kama unataka Mungu akuinue, ishi maisha ya utakaso. Ndugu zangu, nilipima utakaso, Bwana aliniinua. Nakwambia nilipima utakaso, Bwana aliniinua. Kuna wengine watanidharau. Mimi nahubiri makanisa mengi sana, nahubiri wa askofu sana, nina marafiki wengi. Si kwa sababu ninajua kuhubiri, hapana. Nilijiweka kwa Yesu na ujana wangu, nikaishi maisha ya utakaso. Leo baba ananiita Kenya.
isingekuwa maisha ya utakaso. Haiko kwa sababu baba yangu ni rafiki yake, hapana. Hata baba nilimwambia ni kwa neema ya Yesu Kristo, ni kwa sababu Mungu aliongea na mtumishi wake akakutana jamaa na maisha ya utakaso, nikakubalika. Unajua kupanda hapa ni neema kubwa ya Mungu, si jambo rahisi. Vijana tunachukua vitu vyote rahisi sana, lakini tunapoishi maisha ya utakaso, ndugu yangu, tutaheshimika sana. Na ndio kitu inafanya vijana tusijazwe Roho Mtakatifu, inakufanya usiombe. Unajua kishi maisha ya dhambi, dada, kuombe itakuwa nguvu. Utakoga unaomba unasikia usingizi unalala. Ndio kwa maana unasikia wengine wanaambia tuombe, anashindwa kuomba kwa sababu maisha yake ni ya dhambi. Unaelewa dada? Kusema uongo, kutetana. Unaona maisha yote yanakuwa ya dhambi. Sasa kuombe inakuwa vigumu. Unaelewa? Kujiweka kwa Yesu inakuwa vigumu. Lakini ukiishi utakaso, Bwana atakuinua. Pale alimwambia Yeremia, nina mpango mzuri na wewe. Bwana ana mpango mzuri na sisi vijana, si ndio baba? Lakini tuishi maisha, tuache dhambi. Ambia jirani yako tuache dhambi. Mwambie tuache dhambi. Bwana atatuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wadada, tufanye hivi. Tunaelewa? Tuache. Mwanaume hata kuheshimu kwa sababu ulivua nguo, jua atakudharau zaidi. Lakini ukiishi maisha ya utakaso, nasema nabaki na Yesu wangu. Maandiko nasema Yusufu alikuwa kijana, mke wa Potifa anamwambia vua nguo. Yusufu anamwambia bora nifungwe lakini nibaki na nani? Na Yesu. Yusufu kwa ujana wake Mungu akamuinua. Na we Mungu atakuinua kwa sababu uliishi maisha ya utakaso. Kama kuna mtu anaamini ashangilie Jehova. Kama kuna mtu anaamini ashangilie Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza sasa nikuambie. Maandiko yananiambia habari ya Yusufu. Sema Yusufu. Yusufu alikuwa na miaka 17. 17 si ni kijana. Nani kwa miaka 17 afanye hivi? 17. Miaka 17. Ni kwa sababu uko na 20 na kuendelea. Wa 17 afanye hivi. 10 ungali mdogo sana. Wa 17. Yes, wa chini ya 17. Kuanzia acha tufanye hii. Kuanzia 1 mpaka 16. Tia hivi. 1 mpaka 16. Tia mkono, usiogope. 1 mpaka 16. Tia mkono juu. 17 mpaka 25. 17 mpaka 25. Wewe una ngapi? 15. Ngapi? 21. 20. Wadada wanapenda kujiongezea miaka. Utaona una haja. Sawa. Wa 25 mpaka 30. Mpaka 30. 30. Kule kuma 20 na kuendelea. Wewe tutauliza. Si unaona kama tukungali watoto hapa na kuna wale ambao Mungu anaanza kumalisha. Sikia sasa. Yusufu alikuwa na miaka 17, lakini wanamuongelea ndani ya Biblia. Unaelewa kitu pale? Maandiko nasema babake alimpenda sana mpaka akamwachia koti. Sema koti. Sema koti. Angalia vijana, tukimfurahisha baba yetu atatuachia koti yake. Naanza sasa ongea kama nabii. Tukimwachia baba, tukifanya vitu ambavyo baba yetu akiroa na vipenda, atavua koti yake atatuvika. Sema amen. Maandiko yananiambia Yakobo alimpenda Yusufu wa miaka 17, akavua koti akampatia Yusufu. Alipompatia Yusufu, maandiko yanasema Yusufu akaota ndoto. Sema ndoto. Turudishie pale Yoeli. Turudishie pale Yoeli 2:28. Nataka nisaidie vijana wenzangu. Maandiko yanasema Yusufu akaota. Akaota nini? Sikia sasa. Nikauliza Yusufu swali.
Maandiko nasema hivi, wazee ndio wataota ndoto, lakini vijana wataona nini? Maono. Asa aje wewe Yusufu utaota ndoto noko na miaka 10 na Yusufu akaniambia, tatizo haiko yangu, tatizo baba aliniachia. Sema amen na nikusaidie. Sema amen na nikusaidie. Mungu anainua baba yetu, amuinue. Si anamuinua? Anahubiri sana, ahubiri sana. Anajulikana, ajulikane. Anaheshimika na manga heshimike. Ni kusema wewe kijana, ukifanya vitu ambavyo baba yetu anafurahi, atakapovua koti yake na kukupa, utaanza kuheshimika kisi anaheshimika. Kuna watu wanaweza sema amen hapa. Kuna watu wanaweza sema amen hapa. Si baba yetu anashimama na watu wazima, si anashimama na watu wakubwa. Ni kusema kuanzia leo sisi vijana wa kanisa tukifanya vitu vitafurahisha baba, atavua koti. Tutakapoivaa popote tutafika, tutaheshimika. Haijalishi uwe na miaka 17, haijalishi uwe na miaka 15, hata rais atakuheshimu kwa sababu ulifanya vitu. Baba anapenda akavua koti akakupa. Na koti mimi nakuambia ni nini? Atavua Yesu wake, atakupa Yesu wake, na wewe utaanza kuheshimika. Sikiliza nikwambie, mimi ni kijana kama wewe, mdogo sana. Niliishi utakaso, nikajiweka kwa Yesu, ikafurahisha baba yangu. Baba yangu akavua koti yake akanipatia. Baba yangu ni mtu anaenda masafari sana, na mimi nishaanza masafari sana, kwa sababu baba nilimfurahisha niko kijana, akavua koti akanifika. Acha nikwambie, unaweza kuwa na miaka 17 na utanunua gari kwa sababu baba alikupa. Sema koti. Unaelewa ndugu yangu? Sema koti. Sema koti. Si baba yetu anaheshimika, si ndio mnaniambia? Mimi namuona alikia nichukua, nimeingia na manga kama mfalme. Sasa nikifanya kitu atafurahia kama baba wa kiroho. Atakapovua koti nivae, na mimi nitaanza ingiza watu kama wafalme. Kuna kijana umoja hapa namtabiria, ukiishi utakaso, ukimtumikia Mungu kwa roho na kweli, baba yetu atakapofurahi atavua koti, atatupa. Akitupa koti tutatabiri sana, akitupa koti tutahubiri sana, akitupa koti tutakuwa watu wakubwa. Kuna kijana anaweza sema amen? Kuna kijana anaweza sema amena? Sema amena zaidi ya jirani yako. Sema amena zaidi ya jirani yako. Na leo baba atakupa koti, na wewe utajazwa Roho Mtakatifu, utahubiri sana, utaomba sana kama baba yetu anaombaka sana. Atakapotupa koti, na sisi tutaomba sana kama baba yetu anajua kuhubiri sana. Atakapotupa koti, na sisi tutahubiri sana. Paulo akamwambia Timotheo, utaniheshimisha kule mwanangu. Wewe ni kijana lakini watakuheshimu, kwa maana mimi Paulo ninavua koti na mimi nakupa Timotheo. Sema amena. Niko naheshimisha baba yangu hapa Kenya na ningali kijana. Nikisema niliishi utakaso, akanipa koti, akanipa niendelee wala tuache. Si vinaanza kuwa vizuri. Nikusema baba, hawa jamaa, kama unataka vijana ambao watajiweka kwa Yesu, au akijiweka kwa Yesu, roho yako itafurahi. Roho yako ikifurahi utavua koti. Utakapovua koti utatuvika. Kama uliheshimika na manga, na sisi tutaanza heshimika. Hakuna kitu ya samani uwe na miaka kuanzia 1 mpaka 30, lakini watu waanze kukuheshimu. Ni kusema utakapofika miaka 40 utaheshimika sana, kwa sababu baba alikupa koti. Sema amen. Sema amen. Nataka najisikia tuombe. Baba, unasikia vizuri? Nipe 5. Ile ni shida. Shida iko yangu koti. Sema koti. Sema koti. Sema koti. Dadangu, unaona kama ni vizuri.
Maandiko nasema Daudi akaota ndoto. Angalia ndoto ataota. Si niwasaidie? Ndamalizia pale kisha tuombe, kesho tena tuendelee. Si vile? Angalia sasa. Daudi Yusufu, ndoto ambayo aliota, akaota wanatengeneza mpunga, kisha yeye iko katikati, kisha mipunga wa ndugu zake zinamshushudia. Unaelewa? Zinampigia akaota ndoto ya pili. Babake akamwambia, hii ndoto yako ya kwanza ni kusema ndugu zako wote watakupigia magoti. Ya pili jamaa kaota mwezi, jua, ile vitu vyote. Babake akamwambia, ni kusema mimi, mama yako na ndugu zako tutakupigia magoti. Ni baraka Isaka alimwambiaka Yakobo katika Mwanzo 29. Akamwambia Yakobo, nakubariki, mataifa itakuinamia, wandugu wa mama yako watakushushudia. Ni baraka ambayo Isaka alimpatia Yakobo. Yakobo akuishi ile baraka, mtoto wake Yusufu akaishi. Kuna vitu Mungu aliambiaka baba yetu ambavyo baba yetu hajaviona, lakini kwa sababu sisi vijana tunamfurahisha, ile vitu Mungu alimwambiaka vitatuangukia. Kama Mungu alimwambiaka atatembea Ulaya sana, tukimfurahisha tutaenda Ulaya tuko Kuna kijana anaweza sema amena hapa. Kuna kijana anaweza sema amena hapa. Kama Mungu aliambiaka baba yetu utahubiri wazungu sana, juu ya kwamba utakapofanya vitu itamfurahisha, atakapovua koti na wewe utahubiri. Sema shida iko yangu. Sema shida ni koti. Nawezi pata koti kama wewe amfurahisha baba. Nasema hauwezi pata koti kama hujamfurahisha baba. Wangapi ni wa hii kanisa watie mikono hivi? Ni kama watu wote. Angalia vijana, furahisheni baba yenu. Kama baba anapendaka maombi, watu vijana muombe sana. Kama baba anapendaka watu wa kusoma Biblia, vijana musome Biblia sana. Kuna baraka zingine zitaanguka kwenu, amukuziomba lakini mulimfurahisha baba, na baba kaweka baraka kwenu. Kama leo mimi ni kijana na niko nainuliwa, ni kwa sababu nilimfurahisha baba, na baba kamimina mafuta juu ya kichwa changu, na leo niko mhubiri wa mataifa. Kisha Kenya nitaenda ingine nchi. Shida iko yangu baba, shida ni koti. Sema koti. Naweka mkono wangu wa kuume sasa kama nabii, na wewe utaenda mbali, na wewe utafanya vitu vikubwa, na manga watakuheshimu. Naona uamsho na kuja na manga, na uamsho haiko tu ya wamama, uamsho haiko ya wababa, uamsho ni wa vijana, ni ya wa vijana. Muda wa Bwana umefika kukupitia wewe. Tutakosa kwa kuweka watu hapa, tutajaza watu hapa na wengine, kwa sababu vijana wameamuka. Sema nimeamuka. Sema nimeamuka. Sema nimeamuka. Sema nimeamuka. Naongea sasa kama nabii. Nahisi ya kwamba baba anaanza kufurahi. Nasikia baba anaanza kufurahi. Kochi nataka mutokea. Itakuangukia leo. Itakuangukia leo. Wangapi wanaamini waseme amen? Sikiliza ndugu yangu, tutafanya makongamano ya hadharani. Wataona vijana wa kanisa, tuko na hubiri habari njema, tuko na hubiri habari za ufalme wa mbingu. Wadada wataokoka, wakaka wataokoka, watu wataokoka, na ni pale Bwana atatuinua. Kama unaamini sema amen. Haleluya, haleluya. Baba, nahisi ya kwamba uamsho umefika. Siku ingine utaniita nabii kujaona. Vijana wanafanya makongamano makubwa, vijana wanahubiri sana, na pale tutaacha fire. Watu mapepo itawatoka, watu watafunguliwa, watatuogopa, watasema ana miaka 17, mbona ana uwepo mkubwa? Ana miaka 20, mbona ana miaka... Kuna
watahubiri hapa, kuna wakaka watahubiri hapa, kwa maana Baba alivua koti akatuvita. Fanya hivi, sema navaa koti, sema navaa koti. Kuanzia leo anza uliza mzee, unapenda nini? Baba niambie unapenda nini? Akikwambia mwanangu unapenda uende omba, ndugu yangu uende omba. Kuanzia leo vijana tujiweke pamoja, tumfuate Baba kwa ofisi, tumwambie Baba, unajua sasa tunasirika vijana, hatupenzi lala tena, hatupenzi baki nyumbani. Baba tunataka kongamano, tuitie vijana wenzetu. Baba na atafurahi, atavua koti, anasema wanangu nawapa mafuta ya kufukuza mapepo, nawapa mafuta ya kutabiri, nawapa mafuta. Tutavaa ile mafuta, tutahubiri na manga itatuheshimu. Naingia sasa kama nabii, hata wanaotufuata sasa kwa mtandao, niko natabiria nikisema kuna uamsho nafika na manga. Mwaka huu ni mwaka makubwa, kabla tujafika Disemba wataheshimu vijana wa kanisa hii. Nasema watawaheshimu, sema amen. Unajua nini Mungu yuko ananiambia? Aseme ilikuwa kati ya vitu vikubwa Baba alikuwa anavitaka mwaka huu. Alikuwa anataka Mungu aamshe vijana, na wa vijana wanaenda kuamuka, vijana wanaenda kuamuka. Semina hii ni ya kutuamua. Ndugu yangu, tuamuke sasa. Kamata Biblia tuhubiri, ita vijana tuhubiri, tumwambie Baba watu Mungu iko rakandele brairegos. Kuna watu wanataka jazwa Roho Mtakatifu, kuna watu wanataka vaa koti. Shimama tuombe, shimama tuombe, shimama tuombe, shimama tuombe. Kuna watu wanataka ongea lugha. Anza omba, anza omba, anza omba, anza omba. Piga mikono yako ukiomba, ambia Baba nataka nivae koti ya Baba. Omba, 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 omba. Kuna watu nataka kuvalisha koti, kuna watu wanataka kujazwa nguvu za Roho Mtakatifu. Yakataya rababa shekete brairegos rakombra katalia monde. Omba, 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 omba sasa. Baba yetu anapendaka maombi. Omba uvae koti ya Baba, omba uvae koti ya Baba. Kuna wale watasikia nguvu, kuna wale watasikia nguvu, kuna wale wanasikia nguvu. Naona moto naanguka juu ya huyu kijana, wewe utakuwa mhubiri wa mataifa. Naona neema juu ya kichwa yako, ni neema kubwa. Omba ndugu yangu, omba na wewe ndugu yangu, omba dada, omba, omba dada, omba. Afikisha jasho na kutoka, afikisha jasho na kutoka. Vijana ni nguvu. Rakata ya baba rababa shete Uramama sheketele brairegos. Ongeza keyboard. Omba, omba. Kuna wale kiu ya maombi inataka waambukia, kuna wale kiu ya maombi inataka waangukia. Rakata ya baba baba. Watu watasikia nguvu, nguvu ya Roho inataka shuka kanisani. Wanitoshei kitu hapa, wanitoshei kitu hapa. Naona nguvu inataka ingia, naona nguvu inataka ingia. Watu watajazwa Roho leo. Rakata ya baba baba baba. Watu watajazwa Roho hapa. Ya. Omba, omba, omba. Ambia Baba nijaze sasa. Ambia Baba niko tayari. Ambia Yesu niko tayari. Ambia Baba niko tayari. Ambia Yesu niko tayari. Rakatakataya rabababo shekete rakataya babo shekete rabo shayamande. Aya, naona uamsho kwa vijana, naona uamsho kwa vijana. Kuna wale Bwana anataka kuwagusa, kuna wale Bwana anataka kuwagusa, kuna wale dada anataka kuwagusa. Hata huyu dada aliniambia na miaka 20. Naona neema ya Mungu juu ya kichwa yake, naona neema ya Mungu juu ya kichwa yake. Rabo shekete rababa sheamande rabo shakata. Naona nguvu za Mungu juu ya huyu dada. Pokea neema ile, pokea neema hii,
Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Usiangalie, usiangalie. Neema, 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 neema. Huyu dada ni mtu mkubwa sana. Naona neema ya Mungu juu yake, naona neema ya Mungu juu yake. Pokea kwa jina la Yesu. Atajazwa Roho leo. Kuna roho inashuka, Roho Mtakatifu. Pokea, 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 pokea. Inaanza sasa, inaanza, 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 inaanza. Saidia, inaanza, inaanza, inaanza kwa jina la Yesu Kristo. Weka mikono yako juu, usiangalie. Bwana atahudumia wenzako na wako naangalia nani mtu wa pili, neema itamwangukia. Rababababa shedele brairegosh. Naona neema hapa, pokea. Naona neema hapa, pokea. Naona neema hapa, pokea. Rakataya rekote de brairegosh. Shemasi, kuja, kuja. Naona kujazwa nguvu hapa. Wao vijana wanaenda kujazwa nguvu. 1, 2, 3. Pokea fire Holy Ghost. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Weka mikono yako miwili juu. Weka mikono yako miwili juu. Naona neema hapa. Rabababa sheketele brairegosh. Shemasi, ingia nyuma yake. Naona neema.